أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Ni mara nyingine tena tunakutana katika mwendelezo wa darasa yetu ila tajwid, ambapo biidhnillah subhanahu wa ta'ala katika darasa lililopita tulianza kuangalia makharij alhurufi. Leo biidhnillah ta'ala tutaendelea katika kukamilisha darasa yetu ambayo inazungumzia makharij alhurufi, na kama kawaida yetu itakuwa tunasoma darasa hizi kupitia kitabu chetu cha Hidayatul Mustafid fi Ahkami at-Tajwid. Darasa lililopita tuliangalia makharij al-hurufi ni nini na ziko ngapi, lakini vile vile tukaangalia kipimo na kanuni ya kuweza kujua kila herufi inatoka vipi katika makharaj, au kujua makharaj ya herufi ya kila herufi. Leo biidhnillah subhanahu wa ta'ala tutaendelea katika swali linalofuata, lakini kabla hatujaanza kubainisha nikumbushe tu, ikiwa ni mara yako ya mwanzo umeingia katika channel hii ya Saudi Luheta, basi usisahau kusubscribe, na kusubscribe ni kuhakikisha unabonyeza hayo maandishi mekundu hapo, kisha baada hapo unabonyeza alama ya kengele. Hii itakusaidia kwamba kila darasa litakapoingia itakuwa inakupa taarifa kwamba limeshaingia somo jipya, lakini vile vile inanisaidia mimi kunipa hamasa, vile vile itanisaidia katika kunihamasisha mimi kuzidi kuzitoa darasa hizi pindi napokuona kwamba wafuatiliaji wako wengi na wanapata faida kutokana na darasa hizi ambazo wanazitoa. Lakini vile vile usisahau kulike ikiwa darasa imekufaidisha, lakini usisahau kuacha comment katika sehemu ya comment ukiwa na swali, maoni au shauri, au vile vile unaweza kutuandikia swali lako au maoni yako katika namba yetu ya simu ya WhatsApp ambayo unaiona hapo kila wakati katika screen hii. Lakini kubwa zaidi usisahau kushare, kusambaza kwa wengine, hili nao wapate faida kama ulivyofaidika wewe kutokana na darasa hizi. Lakini kubwa zaidi kuliko yote ni kuhakikisha kwamba tunaombeana dua ili Allah subhanahu wa ta'ala atupe taufika kuzifanya darasa hizi, lakini vile vile ajalie hii darasa na mengine katika mambo tunayatoa yaingie katika mizani hasanati zetu siku ya kiyama. Kwa tutaanza na swali letu ambalo linafuata, nasema mal makhrajul awwalu wa kam harfan yakhruju minhu. Mal makhrajul awwal, ni ipi makhraja ya mwanzo, wa kam harfan yakhruju minhu, na ni herufi ngapi ambazo zinatoka katika hiyo makhraja ya kwanza. Tusema katika darasa lililopita makhraja zote ziko 17, lakini makhraja asasi, chimbuko ya hizi makhraja 17 ziko 5. Kwa hiyo katika hizo makhraja 17, makhraja ya mwanzo ni ipi na ni herufi ngapi ambazo zinatoka katika hiyo makhraja ya mwanzo? Jawab, al-makhrajul awwalu al-jawfu. Makhraja ya mwanzo ni jawf, ambao tulisema ni ule uwazi uliokuwepo baina ya koo na mdomo. Ule uwazi tuchukulie kama huu ni mdomo, huu ndo mdomo, ule uwazi uliopo katikati baina ya taya ya chini na taya ya juu, ule uwazi unaopita mpaka katika koo mpaka kuingia tumboni, ule uwazi ndio unaitwa al-jawf. Katika hii makhraja ya mwanzo anasema wa yakhruju minhu 3 hurufi, zinatoka ndani yake herufi 3. Hiyo makhraja ya mwanzo ambayo ni jawf, huu uwazi uliopo katika mdomo unaopita mpaka katika uwazi wa kwenye koo, ule uwazi huu, katika uwazi huu anasema ndo makhraja ya mwanzo. Wa yakhruju minhu, zinatoka ndani yake 3 hurufi, herufi 3 ambazo ni alifu wal waw wal ya as-sakinat, pindi zinapokuwa na sakina. Maana alifu sakina na waw sakina na ya as-sakina, hizi herufi ndo zinazotoka katika jawfi ambazo zinaitwa hurufu za mad. Bimaana alif ilikuwa na sakina, ni ile alifu iliyokuja sakina baada yake, kabla yake kuna fatha, unasema a, ule a hii sauti a, ule uwazi ule a, ba, ukiangalia ba inatoka katika jawfu, ni sauti ile unatoka katika jawfu. Tayeb, wao ni bu, le bu, maki una wao sakina, le ndio
herufi wao ambayo inatoka katika jofi. I au b au fi i, ile sauti i ndo ya inatoka katika jofi. Kwa ukiangalia katika makhraja ya mwanzo ambao ni jofu, na zinatoka herufi tatu ambao ni alifu ikiwa na sakina na wao ikiwa na sakina na ya ikiwa na sakina. Zote hizi zinakuwa zimetanguliwa, alifu inatanguliwa na herufi iliyokuwa na fatha, na ya wao inatanguliwa na herufi iliyokuwa na dhamma, na ya inatanguliwa na herufi iliyokuwa na kasra. Kifupi ni kwamba herufi za madda zile ndo zinazotoka zinaitwa hurufu jawfi, yani herufi za jawf ambazo zinatoka katika jawf, katika ule uwazi uliopo baina ya koo na mdomo. Hiyo ndo makhraja ya mwanzo. Swali linalofuata, mal makhraju thani, ni ipi makhraja ya pili? Wa kam harfan yakhruju minhu, na ni herufi ngapi ambazo zinatoka katika hiyo makhraja ya pili? Akasema al makhraju thani, makhraja ya pili, sehemu ya pili ya kutokea herufi ni aqsa al-halqi. Aqsa manake ni kitu ab'ada, cha mbali. Aqsa manake ni mbali. Tayari? Kwa aqsa al-halqi huku chini kabisa, mbali kabisa kwenye koo, mwisho kuwa koo huku. Tayari? Aqsa al-halqi yani ab'adahu, yani maana sehemu ya mbali yake ya koo. Sehemu ya mbali ya koo ni hii ya huku chini kabisa kabla hujaingia tumboni, hapa mwisho. Wa yakhruju minhu, na inatoka ndani ya sehemu hiyo harfani, herufi mbili. Wa huma, nazo ni alhamzatu walhau, ni hamza na ha. Tayari? Hamza na ha zinatoka mwisho wa koo huku kwa ndani huku chini. Tayari? Hizo ndizo herufi zinatoka katika makhraja ya pili ambayo ni aqsa alhalqi, mwisho wa koo, sehemu ya mbali ya koo. Wa yakhruju minhu harfani, zinatoka ndani yake herufi mbili. Wa huma, nazo ni alhamzatu walha. Kwa mfano tumesema ukitaka kujua makhraja ya herufi unafanya nini? Unaitia sukuni herufi ambayo unataka kujua makhraja yake, kisha unaianzia na hamzatul wasl, kisha unaitamka, unaangalia sauti ni shapi. Ukianza na hamza sema unaona huku ha inakuwa unasia inagongea huku chini. Kwa hiyo hiyo ndio sehemu makhraja ya hamza na ha ambayo ni makhraja ya pili. Swali kafuata, mal makhraju thalith, ni ipi makhraja ya tatu? Mal makhraju thalith, ni ipi makhraja ya tatu? Wa kam harfan yakhruju minhu, na ni herufi ngapi zinatoka katika makhraja ya tatu? Akasema al makhraju thalithu, makhraja ya tatu, wasatul halqi, ni katikati ya koo hapa. Huku chini, hapa kati. Tayari? Katikati ya koo. Wasatul halqi. Wa yakhruju minhu, na inatoka katikati hapo, katika hiyo sehemu ya pili, tatu, harfani, herufi mbili. Wa huma, nazo ni al-ainu, ni aini, wal-ha'u, na ha. Al-muhmalatani, zilizo, ukitukule neno ukitafsiri kwa Kiswahili neno Kiarabu muhmalatan make ni herufi, vitu viwili vilivyopuuzwa. Lakini hapa si kupuuzwa, maana yake ni zile ambazo hazina nukta juu yake. Ain ni tofauti na ghain ambayo ina nukta, na ha ni tofauti na kha ilo na nukta. Kwa hiyo ikiwa haina nukta inaitwa muhmala, ikiwa na nukta si muhmala. Kwa hiyo almuhmalatani ni ainu na ha ambazo hazina nukta juu yake. Nake ni taukidi kukuonesha kwamba si ghaini wala si kha. Tayari? Kwa hiyo al-makhraju thalith, sehemu ya tatu kutokea herufi ni wasatul halqi, katikati ya koo. Wa yakhruju minhu, na inatoka katika makhraja hiyo harfani, herufi mbili. Wa huma, nazo ni al-ainu wal-ha, ni aini na ha, al-muhmalatani, ambazo hazina nukta. Ukiangalia ain, ukianza na kama hivyo kwa kawaida usema unaona inapunga unaona sauti inaisha wapi? Hapa katikati yako. Sauti inakuja kuongea hapa katikati yako. Tayari? Kwa hiyo makhraja ya tatu ni wasatul halqi, katikati ya ko. Swali kafuata kasema, mal makhraju rabi'u, ni ipi makhraja ya nne? Wa kam harfan yakhruju minhu, na ni herufi ngapi zinatoka katika makhraja ya nne? Akasema al makhraju rabi'u, makhraja ya nne, adna al halqi, yani huku mwisho karibu, tusema sehemu ya karibu ya koo.
Adna ni kitu kilichokuwa karibu, ai aqrabahu, sehemu ya karibu sana, ambao ni hapa juu. Tayari tulikuwa tumeanzia hapa chini, tukaja kati, kisha ikaja hapa juu kabisa, sehemu ya karibu ya koo. Adna alhalqi manake karibu sana yako, sehemu ya karibu ya koo ilikuwa karibu. Mimma yali alfami, sehemu ambayo inafuata mdomo. Ukiangalia kwenye koo hapa, kisha baada hapo unaingia katika mdomo, sehemu ya juu. Mimma, katika zile sehemu, katika sehemu ambayo yali alfami, ambayo inafuatana inakaribiana na mdomo. Wa yakhruju minhu, inatoka katika sehemu hiyo, harfani, herufi mbili, wa huma, nazo ni alghainu wal kha'u almu'jamatani, inatoka ghain na kha'u almu'jamatana, zenye kuwa na nukta, herufi mbili zenye kuwa na nukta juu yake. Tulisema sio kuwa na nukta inatoa muhmalatani, yani ain na ha. Ama zenye kuwa na nukta inatoa almu'jamatan, mu'jam ni zile zitoa vidonye nukta juu yake. Tayari kwa ni ghaini na kha. Yote hili kutulia taukidi, usije kuchanganya baina aini na ghaini na baina ha na kha. Kwa hiyo kaweka ha kakutulia taukidi kwamba muhmalatani ilikuwa haina almuhmala isiyokuwa na nukta. Ama al-aina wal ha, al-ghaina wal kha akakokea nini almu'jamatani, kwamba zenye kuwa na nini na nukta. Yote ni kutulia taukidi, usije kuchanganya vitu viwili. Kwa hiyo kiangalia al-ghainu na kha utakuta zinatokea hapa mwisho kabisa wa koo, huku juu kabisa, huku juu, yani sehemu ya karibu ambao inakaribiana na mdomo. Tayari unasema asia inagonga hapo juu, inagonga hapo juu. Kwa hiyo hizo ni sehemu ambayo inatoka ghainu na kha'u. Naona kwa leo tuishie hapa, ili isiyo darasa ndefu sana ikawa mchosha mtu akashindwa kufahamu. Nataka darasa ni fupi ambayo ina mtu anasoma kwa haraka kwa muda mfupi, lakini pia anakuwa na shauku kutaka kujua kinachokuja. Kwa hiyo inshallah tuishie hapa kwa leo. Hakikisha unarejea mara nyingi ufahamu nini kimekusudia. Lakini kama hujafahamu, kama una swali, kama una ushauri, basi usahau kutuandikia katika sehemu ya comment au kututumia katika namba yetu ya simu ya WhatsApp ambayo unaiona hapo. Inshallah nitakapokuwa na muda na wakati, inshallah nitafungua na nitakujibu. Kwa hiyo kwa leo tuishie hapa. Nilikuwa nami ndugu yako Saudi Luheta. Tukutane tena katika darasa linalokuja biidhnillah subhanahu wa ta'ala. Subhanakallahumma bihamdika, nashhadu la ilaha illa anta, nastaghfiruka wa natubu ilaik. Wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.